A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inuka ulipo, wewe sio maskini. Ndugu yangu, kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uwezo wa kusimama na kuzungumza na kusikilizana pia. Kwanza tunamshukuru Allah kwa kutupa afya moja. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa amani. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sasa kuweza kukutana, kuzungumza na kuonana walau kama hivi. Ndugu yangu, kwa nini inakuja na kichwa cha habari inuka ulipo, wewe sio maskini? Nataka nikueleze ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ameumba utajiri, yeye ameumba umaskini. Si kila kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu anataka yani anaridhika. Mfano, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameumba kheri na ameumba shari. Tukija tukizungumzia shari ni nini? Shari ndani yake imebeba vitu vingi sana. Mtu ukachukua kisu ukaenda ukamchoma mwenzako, hiyo ni shari, si ndivyo? Tunasemaje kiimani? Hiyo ni shari. Mwenyezi Mungu amepanga huyu pengine labda apate ajali ya kuchomwa na kisu, ajali ya kuanguka na gari, si ndio? Ajali ya huyu amchome mwenzake, amfanyie mwenzake kitu kibaya. Lakini sio kwamba ni shari, hii ni kadari au ni shari au katika kadari hii kwamba Mwenyezi Mungu anapenda na anaridhia. Tunakuja tunapata jawabu kwamba huu ni mtihani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huu anatupa ni kama mtihani. Naam, ni mtihani. Kwa hiyo umaskini ni mtihani, utajiri ni mtihani, vyote ni mtihani. Sasa basi, unapokuwa umepewa utajiri, huo ni mtihani. Mtihani huu ni vipi? Mwenyezi Mungu anahitaji akuone unafaulu. Kwanza katika namna umeupata huo utajiri wako na namna unavyoutumia utajiri wako. Kuupata huko aina mbili. Kuna kuupata kiheri na kuupata kishari. Wengi wanaupata utajiri kishari. Na unaupata kwa sababu si umeomba na umeomba upate kwa njia na namna hiyo uliyotaka, utaupata na unaupata. Lakini kuna kuupata utajiri kiheri na utaupata ikiwa umetaka upate kwa njia ya kheri, utaupata. Sasa maana yake ni mitihani. Lakini pia kuna umaskini. Umaskini pia ni mtihani. Mtihani wa umaskini ni vipi? Maskini anapokuwa ni maskini, basi kuna changamoto nyingi sana ambazo anazopitia. Sasa katika changamoto zile, Mungu wewe atakuangalia, utakufuru, utashukuru. Kukicha wewe unaenda kwa waganga, unaenda unafanya hivi, unafanya hivi. Wengine sijui uambiwa uwe, ukishaua ndio utapata utajiri. Unaona mtihani amepata utajiri wake kwa njia, amekosa subira katika umaskini aliokuwa nao, akalazimisha apate utajiri kwa njia mbovu, chafu. Nafikiri mpaka hapo utakuwa umeipata. Kwa hiyo inuka ulipo, wewe sio maskini. Na kusudia Mwenyezi Mungu ameumba umaskini, ameumba utajiri. Sasa umaskini, ndugu yangu, umaskini sio namna ambayo unaona inaopendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Unaona umaskini, Mwenyezi Mungu wengine wanasema kwamba hakuumba umaskini, ila ni sehemu ya mtihani. Ni sehemu ya mtihani. Na ndio maana tunaambiwa kila uchao katika dua zako usiache kumwomba Mwenyezi Mungu akujalie utajiri. Sasa basi, maana yake ni nini? Inuka. Maana yake nini? Toka. Maana yake nini? Hangaika wewe. Usiache kuhangaika, lakini uhangaikaji wako unatakiwa uwe ni uhangaikaji ambao ni watahadhari. Hangaika, toka, nenda katafute, onkaa na watu ambao Allah amewapa fadhila, Allah amewajalia hata busara za fikra za busara. Mara ngapi umetoka wewe labda ukaenda kwa shekhe wako, kwa mwalimu, shekhe, mtu wa Qur'ani, ukamwambia bwana,
shekhe wewe umesoma, shekhe wewe uko vyema, hebu naomba tuweze hebu naomba shekhe, kwani Mwenyezi Mungu anaelezeaje ndani ya Qur'ani? Ikiwa huyo shekhe, huyo mwalimu hakupi au hajui au unahisi hana njia ambayo atakuelezea kwa mujibu wa Qur'ani ya kuweza kutoka hapo ulipo kwenda, bimaana katika utajiri hajui, basi ujitambue huyo hawezi au hajui, na si kila anayeweza wanajua Qur'ani anajua. Toka nenda, kuna mapadri, kuna maaskofu, nenda muulize kiongozi wako, mkuu wako wa imani, mtake ushauri, atakupa namna na atakupa njia. Ndio maana toka, usibweteke tukakaa hivi, kwani Mwenyezi Mungu utajiri ndio ameumba, amekadiria hivyo. Kwa hivyo utajiri, inuka ulipo, wewe sio maskini. Kuna namna ya ushauri, kuna namna ya kuelekezwa fanya jambo fulani, kuna namna ya kukaa na kujadili ukatoka una kitu mawazo. Kwa hiyo toka ulipo, mfuate mtu ambaye, mfuate shekhe fulani, mfuate mwalimu fulani, mfuate kiongozi fulani, akueleze, akupe ushauri uweze kujinasua na kutoka ulipo. Wabillahi tawfiki. Mpaka hapo niishie, niseme wa hadha, salamu alaikum wal afu wa minkum wa minkunna.